Haya, asante sana. Yoshua sura ngapi tumesomewa? Sura ya 7 mstari wa ngapi? Sikiliza vizuri andiko hili kwenye Kiswahili cha kisasa. Sasa mimi nasoma Kiswahili cha kisasa. Tumesema fungu la ngapi jamani? 12. Fungu la 12. Anasema hivi, kwa hiyo Waisraeli hawawezi kuwakabili maadui zao, wanawakimbia adui zao kwa sababu wamejifanya wenyewe kuwa kitu cha kuangamizwa. Sitakuwa pamoja nao msipoharibu vitu vilivyo kati yenu, vilivyotolewa viangamizwe. Kama unapenda kuandika somo, kitu cha somo, andika maneno yafuatayo: kwa nini umeshindwa? Kwa nini umeshindwa? Vijana wa sasa hivi kuna msemo wao wanauliza, unakwama wapi? Huo ni msemo ambao vijana siku hizi wanasema, unakwama wapi? Anakuangalia jinsi ulivyo, anasema unakwama wapi? Mbona kila kitu kiko sawa? Unakwama wapi? Hata nyie watu wa Kilolo na wauliza, mnakwama wapi? Ikiwa ardhi ni nzuri kiasi hiki, ikiwa tuna miti mizuri kiasi hiki, ikiwa tuna mazingira mazuri kiasi hiki, unakwama wapi? Wapi unashindwa? Kuna shida gani? Lazima ujiulize. Ikiwa ninyi mmechunguza hili pamoja nami, kuna maeneo ambayo ukiyatazama unaona kama vile ni maeneo hayako vizuri kiuchumi, hayana maendeleo kiuchumi, lakini anakuja mgeni anafanikiwa. Mwangalie jirani yako, mwambie, umewahi kuona hayo maeneo? Amekujibuje? Ametabasamu tu. Huenda na yeye ni mmoja wao, ndio maana hata anaogopa kusema. Lakini ukifika unatazama, wenyeji wao wanakuambia hapa hakuna kitu, hapa hakuna mafanikio. Lakini mgeni akija, yeye dakika 2 ameenda vizuri. Unakwama wapi? Sikilizeni niwaambieni ndugu zangu. Ukiangalia kwa mfano vijana wa Kiafrika ambao wanakimbia nchi za Kiafrika wanaenda katika mataifa ya Ulaya, ukiangalia taarifa za habari mara kwa mara unasikia meli imezama sehemu fulani, ilikuwa ina wakimbizi kadhaa, na ukiangalia idadi kubwa ni vijana wa Kiafrika wanatafuta maisha mazuri huko nje. Lakini ukija ukitazama tena huku unakuta bara la Afrika ni zuri, unajiuliza tunakwama wapi? Shida iko wapi hasa? Kuna tatizo wapi? Mbona hatuelewi? Rais Museveni, kuna video yake moja ambayo nitaipost hivi karibuni, alikuwa anahutubia, na kama sijakosea ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa au mahala fulani, lakini wakati anatoa hotuba yule mzee, na yeye nikitumia lugha kama ni mbaya utanisamehe, ana zile nyodo za Kiafrika, unanielewa eh? Nikisema nyodo za Kiafrika unanielewa? Yaani anajisikia analingia Uafrika wake. Sawa sawa? Lakini kuna mtu hapa haringii Uafrika, yaani anaona kama vile Uafrika ni kitu ambacho haiko sawa sawa. Hapana, kuwa Mwafrika ni kuwa mtu bora na salama. Haleluya. Tuko katika nchi nzuri sana. Katika maneno ambayo ameyasema ni haya. Anasema hivi, kila nikitembea katika vikao na mikutano mbalimbali, anasema huwa natoka na chakula changu kutoka Uganda. Ndizi, akataja listi ya vyakula, matunda akataja, mananasi na vitu vingine. Anapenda mananasi inaelekea. Sasa wakati huo yuko Marekani, anasema wasaidizi wangu walioangalia kwenye listi ya matunda ambayo tuko nayo wakagundua kwamba mananasi yameisha. Kwa hiyo wakaamua kwenda kumnunulia mzee Museveni mananasi huko katika supermarket za wazungu. Anasema ameniletea yale mananasi yao. Anasema nimeweka tu mdomoni, nimerudisha. Anasema halina ladha, halina utamu, uelewi ni nanasi la aina gani. Anasema nimedhamiria sitakula nanasi Marekani hata siku moja. Yaani kwa lugha rahisi, kumbe mzee amegundua kwamba vyakula vya kwetu ni bora kuliko vya wapi? Lakini kuna mtu ambaye anaona hivi hapa sio vizuri. Ameona haya mazingira sio mazuri. Hapa tulipo, kama sijakosea, wale ambao mnaangalia mitandao mtagundua kwamba nadhani ni Uchina, kama sio Uchina, kuna mtu mmoja anafanya biashara ya kuuza hewa ya oxygen. Yaani mazingira yamechafuka kiasi kwamba mtu anakuambia unataka hewa safi, anakuuzia kachupa. Unavuta, unapumua kidogo, alafu umeshalipa hela. Sisi hapa ukitoka harufu ya mkaratusi. Haleluya. Hapa tu ninavyoongea napata nzuri kutoka kwenye kaparachichi kako pembeni hapa. Kameshapandwa hapo, kuna kingine kako pale. Yaani maisha raha mustarehe. Ya kwanza ambacho nataka uwe nacho akilini, penda eneo ulipo. Haleluya. Penda haya mazingira yetu, yafurahie, yako vizuri. Unakwama wapi? Kuna mahali lazima unakwama. Hapo ndipo tupaangalie. Biblia inasema kwa hiyo Waisraeli hawawezi kusimama tena mbele ya maadui zao,
Ukiona ya kwamba katika maisha yako ya kiroho, maisha ya kiuchumi, maisha yako ya ndoa, maisha yako ya ujanani, maisha yako ya kazini ulikoajiriwa, badala ya kusonga mbele umekwama, unarudishwa nyuma, husongi mbele, acha kulaumu. Kaa chini, fanya tathmini ya maisha yako. Kuna kitu umekosea. Na tunapenda sana kulaumu tu kwamba yaani, hata kama ukiniambia mchungaji, mimi nilikuwa nipandishe daraja katika ofisi yako kule, huenda ni mwalimu, huenda ni muuguzi, huenda ni nani, ilikuwa upandishe daraja, miaka kadhaa upandishi, unakuta mambo hayaendi sawa sawa. Usimlaumu bosi, anza kuangalia mazingira yako. Kuna mahali, kuna kitu umekosea, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia sisi watoto wa Mungu tumeumbwa kufanikiwa kila tunapokuwa. Haleluya! Kwa ukiona kuna mahali mambo yako sawa, ili uweze kuchukua wajibu wako na kuchukua hatua, lazima usikimbilie kulaumu mtu mwingine. Anza kujifanyia tathmini wewe mwenyewe. Kitendo cha kumrushia mtu mwingine lawama ni kukwepa majukumu. Haleluya! Na nawapa changamoto vijana wetu wanaosoma vyuo vikuu, huwa nawapa changamoto kabisa. Na wewe kaa tu na wewe ufikirie pia, uwape changamoto. Kama umesoma miaka 3 degree, ukapata degree, ukapewa cheti, lakini huwezi kubadilisha ile taaluma ulionayo iwe pesa, unasingizia mtu mwingine, sijapata ajira, sijafanyiwa hivi, sijafanyiwa hivi, una matatizo hapo. Ni akili gani kwa nchi kama ya Tanzania kununua vijiti vya kuchokonolea nyama mdomoni, kuvinunua kutoka Uchina, na tuna watu wenye degree na tuna miti iko Kilolo? Ni akili? Yaani unataka upewe nini cha ziada ya hapo? Kitu gani tena upewe? Yaani tunakwama wapi? Tatizo liko wapi hasa? Twende taratibu, usiwe na haraka. Kwa mujibu wa Biblia, kama tungelifuata kile ambacho Mungu amekusudia, tungefuata kanuni ambazo Mungu amekusudia, tungekuwa vichwa na wala sio mikia. Haleluya! Umekwama? Sijui mchungaji ndiye anafundisha darasa la vijana kule, kijana unashindwa kuoa, umekwama? Mchungaji ataendelea kuwachangamsha kule, ili vijana wakitoka hapa wachangamke kweli kweli. Yaani unashindwa kuelewa tatizo liko wapi hasa. Kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Huku kwetu tuliko, huku kijijini kwetu tuliko, huku kwenye kijiji hiki, huenda hamjaathiriwa sana na mitandao ya kijamii, lakini katika vitu ambavyo vinamaliza nguvu ya kufikiri ni mitandao ya kijamii. Uwezo wa kufikiri unashuka kila siku. Nimeendelea kulisema hili kila naposimama, kwa sababu ninaona kuna hatari kubwa inakuja duniani na haipigiwi kelele, lakini uwezo wa watu wa kufikiri unashuka kila kukicha. Kila siku watu wanafikiri vitu vya kawaida tu ambavyo havijengi. Yaani mtu mzima na akili yake anakwenda kununua juisi dukani, imeandikwa embe, imechorwa picha ya embe, na akili yake imehitimisha kwamba lile ni embe, na anakunywa ile juisi, kumbe ni chemical, ni makemikali yamejaa. Na anakwambia mimi bana msabato. Vipi wa sabato nyinyi? Si hatunywi koka. Mwangalie jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Unakwama wapi? Shida iko wapi? Yaani Mungu hajakosea kutuumba. Mungu ametuweka vizuri kabisa, lakini kuna mahali sisi ndio tunakosea. Narudia tena, usipokubali kuwajibika kwa tabia yako isiyo sahihi, hutabadilika. Yaani usije ukasubiria kwamba Mungu atakuja na wengine wanafikiria Mungu ni kama vile waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji wao wanatumia nguvu za shetani, na shetani huwa analazimisha. Ndio maana mtu anaweza kwenda kwa mganga wa kienyeji, anasema kuna mchumba amenikataa, mganga anamwambia tutamtumia jini, atabadilishwa akili. Unashangaa mtu amekubali na wamefunga ndoa na wanakaa miaka 5, dawa ikipungua ndipo anashuka, hivi niliingiaje? Kumbe hakuingia kwa akili zake. Mungu hawezi kumlazimisha mtu. Vivyo hivyo katika masuala ya kubadilishwa katika maisha, Mungu halazimishi, ila Mungu anashawishi. Umekwama wapi? Fungua kitabu cha Yoshua, turudi tena Yoshua sura ile ya 7. Labda tufanye hivi, mkinikubalia, lakini tukubaliane.
Mnakubali kwamba wewe uandike tu ili fungu, alafu wewe unisikilize, maana mimi nitakuwa nasoma Kiswahili cha kisasa, wewe una cha zamani. Sasa kuna lugha fulani ambazo natamani uweze kuzipata, kwa hiyo utanisikiliza nikikusomea. Tumekubaliana hilo? Haya, nasoma fungu la kwanza. Anasema hivi: lakini Waisraeli hawakuwa waaminifu kuhusu vile vitu vilivyotolewa viangamizwe, kwani Akani mwana wa Kami mwana wa Zabdi mwana wa Zera wa kabila ya Yuda alichukua baadhi ya vitu vilivyoamriwa viteketezwe. Kwa hiyo hasira Mwenyezi Mungu ikawaka dhidi ya Waisraeli. Fungu la pili: Yoshua akawatuma watu kutoka Yeriko kwenda mji wa Ai ulio karibu na Beth Aven mashariki ya Bethel, akawaambia, nendeni mkapeleleze nchi. Nao wakaenda na kupeleleza mji wa Ai. Sikiliza vizuri fungu la tatu. Waliporudi wakamwambia Yoshua, hakuna haja ya kupeleka watu wote kushambulia mji wa Ai, maana wakazi wake ni wachache tu, watu 2,000 au 3,000 watatosha. Sikia maneno hayo, watu 2,000 au ngapi? 3,000 watatosha. Basi watu kama 3,000 hivi wakaenda kushambulia mji wa Ai, lakini wakakimbizwa na wakazi wa mji huo. Kumbuka mahesabu yanasema watu kama 2,000 au 1,000 ngapi? 3,000. Nilikuwa nafanya mradi mmoja na mafundi kadhaa hivi. Sasa katika ule mradi ilitakiwa tupate fundi wa kutengeneza milango mbao. Sasa huyu msimamizi akaniuliza, mchungaji, wamekuambia hao mafundi wa milango watachukua siku ngapi? Nikamwambia fundi ameniambia siku 7. Yule msimamizi mkuu wa ule mradi akaniambia, weka 7 nyingine ziwe 14. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia. Mmesikia kuna mtu amesema hapa? Amesema mtu basi uongezeke sauti kidogo ili nisikie. Sasa iko hivi. Akanambia, wamesema siku ngapi? Akasema wamesema siku 7 watamaliza kazi. Akanambia, wewe ongeza 7 za kwako ziwe 10 na ngapi? 14. Maana huwa hao watu sio waaminifu. Fundi mwaminifu ni kinyozi tu. Tuna fundi kapenta hapa? Basi usinyooshe mkono. Mara chache atakwambia zile siku na zinakamilika. Unasema mchungaji, una maana gani? Unapofanya mradi wowote wa kibiashara, sikiliza vizuri. Unauza nyanya, umeamua kulima miti, umeamua kuchana mbao, mtaji wako kama ni shilingi 600,000, usitafute 600,000, utakuwa umechemka. Pambana uwe na 800,000. 600,000 ni mtaji, hizi nyingine ni dharura ambayo inaweza kujitokeza. Ongeza siku ya dharura. Ongeza fedha ya dharura ziada. Hapa wanasema watu kama 2,000, 3,000 wanatosha. Yoshua akasema tunaweka 3,000 kabisa. Nyie mmesema 2,000, 3,000, mimi naweka ile ya juu 3,000 kabisa. Badala ya 2,000 wakaenda. Biblia inasema lakini wakafika wakapigwa. Juzi mnajua kabisa, nyie mnafuatilia kwenye taarifa habari ya kwamba taifa la Israeli sasa hivi liko kwenye vita kati ya wao na kundi la Hamas. Si mnajua hivyo wanapigana sana, vita ngumu chungu ambayo huwezi kuisimulia. Tukiwa huku unaweza ukaisema tu kwa sababu tuko kwenye amani, lakini hali kule ni ngumu kuliko akili inavyoweza kuelezea. Na najua wengi wa Kristo wanashadidia upande wa Israeli, lakini niwaambieni, inapokuja habari ya vita na mauaji, usio upande wowote. Tunataka amani. Haleluya. Tunataka nini? Amani. Usije ukasingiziwa na kusema vita vitakatifu sio na nini, na kwa sababu wewe unampenda sana Muisraeli kila mahali. Mimi na marafiki, na mmoja hapo rafiki yangu ni mwanajeshi wa Israeli, ni mzee mzima, mpaka sasa hivi yuko kule anapambana. Lakini kwa sababu nawapenda Waisraeli, hakuna maana kwamba ni halali wao kuua wa Palestina. Na kwa sababu wa Palestina ni Waislamu, hatusemi kwamba kuna uhalali wao kuua Waisraeli. Amani inatakiwa kwa watu wote. Haleluya. Ni ngumu, lakini imeze hivyo hivyo. Maana wengi wataraji mchungaji akipanda aseme tuombee Israeli washinde. Mauaji yanayofanyika yanatisha. Watoto wadogo wanakufa bila sababu. Angalia zile video, zinahuzunisha. Na ukiangalia, usiangalie ni Mpalestina amekufa. Angalia ingekuwa ni mtoto wako yuko pale. Nimeona kabindi kwa Palestina kanaongea kwa uchungu. Kanasema sisi tumewakosea nini kuona mambo kama haya? Hospitali inavamiwa, ina watoto 40 wamekufa. Na usije ukafikiri kwamba ni mpaka baadhi ya watu walioko Israeli wanakosoa Waisraeli wenzao, kuna Wapalestina wanakosoa Hamas. Kwa hiyo nchi, yaani dunia imegawanyika. Watu wako makundi. Hao wanasema ni wabaya, ni wazuri. Mimi sijui mzuri ni yupi, mbaya ni yupi. Tunachosema ni vita ikome. Haleluya. Maana wanakufa wasio na nini? Na hatia. Lakini
Lakini wakati tunaangalia watu ambao wanachunguza masuala ya vita, wanasema hivi, kati ya makosa ambayo Israeli alifanya kama taifa ilikuwa ni kujiamini sana. Nimesemaje? Kujiamini sana ni kosa la jina ambalo walifanya. Kwa hiyo wakati wanajua kwamba kila kitu kiko sawa, Biblia yao yenyewe ambao sisi tumechukua kutoka kwao inasema, wakati mnapodhani kuna amani na salama, ndipo uharibifu unawajia kwa ghafla. Na ndicho ambacho kimetokea. Wapo kwenye sherehe, wanacheza mziki, wanashangilia. Hamasi ikachukua hiyo ikasema, hapo wakati wamefurahia, wamejisahau, ndipo tunawashambulia. Na wote mnaonisikiliza, katika maisha kuna nyakati 7. Nimesemaje? Kuna nyakati ngapi? 7 katika maisha. Lazima hizi uzizingatie kwenye maisha yako, na ukichemsha katika nyakati hizi 7, wewe utachemka katika maisha yako kabisa. Usije ukakosea kosa kama hili. Nyakati 7 sina maana ni 7 namba 7 ni ukamilifu. Tuko sawa sawa? Lakini pia tusema nyakati 7 haina maana kwamba ni unazihesabu kabisa, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Hapana, ni mfumo wa fumbo, ni lugha ya fumbo. Maana yake ni nini? Yusufu alivyokuwa Misri wakati ule, mnakumbuka vizuri sana, mfalme akaota ndoto. Yusufu akaenda kumtafsiria, akamwambia mfalme, ndoto zako 2 zote maana yake ni sawa. Akasema, niambie maana yake ni nini? Anasema, kutakuwa na miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa. Tufanyeje? Yusufu akasema, na sasa mfalme ajitafutie mtu mwenye hekima ili akusanye chakula. Akasema, wewe ndio utakaye kusanya. Siri iko hapa sasa, na wewe kusaidie kwenye maisha. Yusufu akakusanya chakula cha kutosha wakati wa shibe, wakati wa chakula, akaweka akiba kiasi kwamba njaa ilipokuja alikuwa na akiba ya kutosha kabisa. Usijisahau kwenye maisha, siku hazifanani. Kuna nyakati za kuwa na hela na kuna nyakati za kukosa. Hiyo ni kanuni ya maisha, usije ukaisahau. Usije ukawa na fedha ukajisahau ukasema zitakaa siku zote. Sheria ya asili inakataa. Sheria ya asili inasema lazima pawe na mzunguko, maana hata dunia ni duara. Kitendo cha kuwa kwenye dunia duara, na maisha yetu ni duara. Kwa hiyo zingatia kanuni hii kwenye maisha, usije ukakosea. Hakuna mafanikio yanayodumu. Weka akiba kwa ajili ya nyakati ngumu. Haleluya! Anza kujihami. Kaa chini ukajitathmini maisha yako hivyo siku zote. Acha habari ya kuweka bifu na chuki na watu. Unayemwita adui leo ni rafiki kesho. Kuwa makini sana kwenye maisha. Unayemuona duni leo atakuwa mtu wa msaada kesho. Tenda mema kwa kila mtu, na ukitaka mema ya kurudie, tumia kanuni ifuatayo. Usimtendee mtu mema ili ya kusifu. Usimtendee mtu mema ili ya kuone wewe ni mwema. Tenda mema kwa sababu inahitajika kutenda mema. Haleluya! Itakuja kurudi baadaye. Anasema, wewe Yoshua, nilishawaambia kwamba nyie mtashinda. Hakuna adui ambaye atasimama mbele yako. Leo imekuwaje? Wakaenda Waisraeli wakaanza kupigana, watu 3,000 wakarudishwa, wote wakapigwa, wakauawa. Kama juzi wameuawa Waisraeli wengi ya kutisha sana. Zama hizo wakati wa Yoshua wakauawa watu wengi sana, wakati wamekufa watu wengi sana. Yoshua alikuwa ni mcha Mungu anayejua kuutafuta uso wa Bwana. Haleluya! Biashara yako haiendi, ndoa yako inakaribia kuvunjika hivi karibuni, watoto wako ukiwatazama mambo hayaendi. Acha kulaumu mume, acha kulaumu mke, acha kulaumu mama mkwe, acha kulaumu mtu. Kaa chini, jifanyie tathmini we mwenyewe, na ukigundua kuna makosa mahali, chukua hatua. Mara nyingi lawama ni sehemu ya kujifariji, lakini faraja haisaidii. Wataalamu wa lugha ya mkoloni wanaoongea masuala ya kusonga mbele katika maisha wanasema, ondoka katika eneo ambalo unajifariji, comfort zone. Usikae katika eneo unajisikia vizuri tu, uko tu sawa sawa tu hapo saa zote. Kuna saa nyingine ili uweze kutoboa kwenye maisha, itakubidi nyumba yako ipigwe na upepo, paa litoke. Na wala sio shetani aliyelileta, ni Mungu ameleta huo upepo, maana akili zako uzitumii vizuri. Kila siku umekaa nyumba ya nyasi, Mungu anasema sijaumba wa kukaa nyumba ya nyasi, ila akili yake imefika hapo kwa sababu anapata usingizi. Naye Mungu anautuma upepo. Upepo, nenda hadi Kilolo. Utakuta nyumba ya mtu ambaye akili zake ni nyingi lakini hazitumii. Puliza, anzia jikoni. Jamani, haya mambo kwenye maisha hamyaoni?
yapo kabisa. Yaani kuna mtu baada ya kuingia hasara ndipo akili ilichangamka kabisa. Hivi unajua, uchukulia tu rais, lakini katika mataifa ambayo yana majeshi yenye nguvu na intelijensia za nguvu duniani, Israeli ipo kwenye list kubwa, mpaka Marekani mwenyewe anamtegemea. Hao jamaa ndio wanaomiliki mtambo mkubwa duniani ambao unaweza kaingia kwenye simu yako na wewe una habari. Kuna baadhi ya simu huwezi kudukua kiurahisi, lakini Mwisraeli anaweza kudukua simu yote anayoitaka. Wale jamani wengine, lakini wakazidiwa na kikundi, wala sio taifa, kikundi cha Hamas. Usikae kizembe hata kiroho. Kuna watu ambao ili awanze kufanya maombi mpaka asikie bundi analia, na wameshadanganyana kwamba ukisikia bundi analia choma chumvi. Sasa umechoma ndio linasogea karibu na dirisha. Ngoja niombe sasa. Ellen White ameeleza vizuri kwenye kitabu kile cha maombi, anasema maombi yawe kama pumzi. Wale ambao wamefuatilia nikifundisha hili jambo nalirudia kwa sababu natamani liwe katika maisha yako. Ukiliweza hili utakuwa umefika hatua nzuri sana ya kiroho. Sikilizeni, ratiba za maombi zibaki pale pale, lakini muda wa wewe na Mungu usijipangie ratiba. Saa yoyote omba, popote omba. Haleluya. Uko jikoni omba. Sasa mchungaji, nipige magoti niache kupika? Wewe huwezi kuongea na rafiki yako wakati unapika? Kama unaweza, kwa nini unashindwa kuongea na Mungu? Kaanga, lakini kwenye moyo wako unaongea na nani? Na Mungu. Huku ni bora uunguze vitunguu ukiongea na Mungu kuliko kuunguza vitunguu ukipiga umbea. Umbea haukusaidii chochote. Mungu atusaidie sana. Kuna vijana wako hapa ukiwatazama kabisa, ana robo ya nyanya ndio anaringishia watu. Msinione hivi na hela ngapi na robo eka unatishia watu. Robo ya nyanya, robo eka unatishia watu. Toka katika mazingira ambayo unajisikia kwamba uko sawa sawa ya kufariji. Mungu amekuumba una akili zaidi ya hiyo, toka hapo. Haleluya. Na msinione hivi na mimi, kuna watu wananipa changamoto kweli kweli. Mimi napenda kulima, napenda kufuga. Siku moja niko Marekani, nikafika kwa mkulima mmoja, akamwambia huyu ni mkulima huyu jamaa yuko vizuri, ana mang'ombe, ana manini. Yule mzungu naye akafurahi kweli, akanambia hapa alikuja hata kiongozi wenu fulani hapa kutembelea kuangalia wa maeneo yetu hapa. Basi yule jamaa akaniuliza swali. Kwanza yeye, kama sijakosea, siwezi kukumbuka ile data exact, lakini ninaweza nikawa karibu na mahesabu yake. Alikuwa na hekta 20 za mbegu ya mahindi. Hekta, sijasema eka. Sasa wale ambao wamesoma hisabati mtaniambia hekta moja ni eka ngapi? Mwenzako hizo ni za mbegu ya mahindi. Maana ana mahindi yake hapo, analima, anauzia wakulima, wafugaji wenzake wengine anawauzia hapo. Alafu mimi akaniuliza, wewe kule Afrika una ngapi? Nikamwambia nionyeshe maziwa fresh watu wanakunywa wapi hapa, ili tupoteze hiyo story isiendelee. Unajua kuna sana waangalia viongozi wetu wa kiserikali. Juzi hapa, nadhani wale ambao mnafuatilia vizuri, walikuja viongozi wa kiserikali hapa kutoka Kenya, pia walikuja wakaongea masuala ya kilimo. Rais Ruto alikuja pia hapa, nakumbuka vizuri sana. Kaongea. Kuna vitu wanaongea wale viongozi wetu, unawatazama wanavyoongea, unakuja kuangalia vijana jinsi walivyokuwa wanawasikiliza, unasema hivi kile ambacho amekisema kimeingia kwenye ubongo wa kijana, kwamba Afrika inaweza ikalisha chakula mataifa mengine, kwamba Tanzania inaweza ikalisha. Yaani unakaa chini unatazama, hivi tunaamini hicho kinachosemwa? Sio kwamba wale wanaongea zile statement sio political, ni statement halisi. Usije ukachanganya siasa na vitu halisia vya maisha. Pale walikuwa hawaongei siasa, pale walikuwa wanaongea kitu halisia. Tukiamka kweli kweli tunaweza kulisha mataifa mengi. Tuna ardhi ya kutosha hapa. Mimi wakati nakuja kote huku, nimetokea kule Iringa mjini, nakuja naangalia ile pori lote, nalitazama ile pori lote mpaka unakuja. Unasema hivi umaskini umetoka wapi? Mbona tuna kila kitu hapa, lakini tupo kwenye mazingira ya faraja, comfort zone. Kwamba unajua ukikoroma tu mjomba atakupa kiazi cha kuchemsha, wachemshie wajukuu zangu hapo. Fika hatua huna kiazi cha kuchemshia mjukuu. Chochote, kila kitu kimekata. Usione Wachina wakiwa wanakula konokono, walikosa chakula. Walikosa kabisa. Yaani ya mazingira ambayo kila kitu iko sawa, tunabweteka kweli kweli. Kabisa. Watu wa Iringa niwape changamoto. Amjefuatilia mkasikia parachichi kutoka Afrika Mashariki linakubalika huko. Lakini kuna mtu mpaka dakika hii
Niliposti siku moja nikisema kilimo cha parachichi. Yaani unajua kuna comment unazisoma mpaka unacheka. Bwana mmoja akakomenti ndefu akanishambulia kweli kweli. Anasema, "Wewe mchungaji unatupostia kilimo cha parachichi hapa kwenye mitandao. Yaani miaka yote mpaka usubirie mpaka uvune miaka mingapi?" Yaani tayari ameshakata tamaa, hata robo eka hana. Ameshakata tamaa kabisa. Toka kwenye comfort zone, changamsha akili. Haleluya. Waisraeli walivyopigwa ndipo akili zikaamka, maana kuna kitu hakiko sawa. Na kuna wakati niwaambieni ndugu zangu, Mungu ataruhusu changamoto zikupate, sio kwamba hakupendi, ni kwa sababu unaishi chini ya kiwango. Mimi ikifika Jumamosi, Jumapili nitaondoka. Kwa hiyo kama nitakuwa nimekukwaza sana, tutakwazana siku 7 tu, hizi zikipita tutakuwa marafiki. Unafunga na kuomba, unamuomba Mungu baskeli. Malaika nao wanakuta mtoto wa Mungu hali chakula, na hivi kwa nini amefunga? Anasema baskeli ya kuchukulia kuni. Ai! Mungu atusaidie sana. Chini ya kiwango. Jamaa walivyopigwa, Yoshua akapiga magoti kifudifudi. Naomba mtazame hii tunaongea sisi, tunafundishana. Mna habari kwamba nimeongea habari ya kufunga hapa. Kuna aina ya nguvu ya kiroho unayoitumia katika vitu ambavyo, yani Mungu akitazama, kwa nini umetumia nguvu nyingi hii wakati kitu ni kidogo? Nitakusomea hapo ili uweze kuelewa. Siku moja, wengine nimesikia nikisema hii habari, nilikuwa niko Mwanza pale Kirumba. Ilikuwa ni juma la siku 10 za maombi. Tuko na mchungaji wao wa mtaa pale. Akaja pastor akaniambia, "Mchungaji, najua uko busy lakini kuna mtu mmoja chonde naomba umuone." Nikamwambia, "Sawa, kwa heshima yako mchungaji, nimechoka sana lakini ngoja nitamuona huyu mtu." Akaja mwanadada amebatizwa kutoka Uislamu. Akanisimulia changamoto zake anazopitia, magonjwa anayopitia. Akaniambia, "Mchungaji, nimefunga mpaka siku 15 kama sijakosea." Sasa lakini bado sijapona. Sasa tuko hapo na mchungaji na yule dada yuko pale. Nikamtazama, alafu nikacheka. Nilipocheka sema, "Mchungaji, kwa nini unacheka?" Nikamwambia, "Nasikitika umefunga siku 15, lakini tatizo lako lilikuwa halina haja ya kufunga hata siku moja." Akanitazama, "Mimi nilijua utanitia moyo kufunga." Nikamwambia, "Dada yangu, umekanja, ungegonga chakula chako vizuri kabisa. Hii sio hiyo. Kwa nini inakuwa kwaje?" Nikamwambia, "Sikiliza. Kuna vipepo vingine ni kama nzi tu. Huna haja ya kufunga. Yaani pepo ambao atakuingiza kwenye kufunga ni aina fulani ambayo hata we huwajui." Yesu mwenyewe akasema aina hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga, na tena kwingine akasema aina hii haitoki. Yaani huyu pepo hawezi kutoka mpaka mwingie kwenye kufunga na kuomba. Lakini hajasema kila pepo ufunge na kuomba. Kwa mfano, kwenye simu zangu unaweza ukashangaa mtu anatuma message anakuambia, "Pastor, naomba tufunge pamoja Jumatano." Sasa unawaza huyu mtu. Jambo la kwanza, fikiria hawa watu wote duniani ambao tunawasiliana nao, wote waniombe kufunga. Si hata upepo hapa ukipiga na dondoka. Basi sikumjibu chochote, maana niliona kama nitamkatisha tamaa. Nikamwambia, "Shida yako ni nini?" Akanisimulia. Basi tukaomba, Mungu alimfungua. Sasa huyu ambaye nawaambieni tuko na mchungaji pale Mwanza, akanambia, "Kwa hiyo pastor," nikamwambia, "Sasa tuombe dakika hizi chache uone utakavyofunguliwa, alafu tutaongea baadaye." Tukaomba. Ndani ya dakika 15 Bwana akamjibu, yuko sawa sawa. Akanambia, "Kwa nini niteseka hivi?" Nikamwambia, "Tatizo liko hapa. Kuna wakati unatumia nguvu nyingi kwa kitu kidogo." Hata hili walivyopigwa, Yoshua alitumia nguvu nyingi mpaka Mungu akamkataza. Kama hii nguvu unayotumia kiroho ni kubwa mno. Unaweza ukasema, "Lakini mchungaji, mimi sijakuelewa." Turudi kwenye Biblia. Mimi nitasoma Kiswahili changu cha kisasa. Wewe baki na cha kwako. Jamaa walivyopigwa sasa. Fungu la 5. Watu wa Ai wakawaua Waisraeli 36 na kuwafukuza wengine kutoka lango la mji mpaka Shebarimu. Wakawaua kwenye mteremko. Waisraeli wakafa moyo na kulegea kama maji. We, nitazame. Ukirusha ngumi ya kwanza humpati mtu amekwepa. Ukarusha ya pili amekwepa.
ukarusha ya tatu amekwepa, ondoka eneo la tukio. Huyo mtu humuwezi. Ngumi tatu zote, hawa jamaa wakafa moyo, anasema wakalegea kama maji, hakuna kitu. Yoshua anashangaa majamaa yake anayoyaaminia kwenye vita. Nyie wengine mlisoma primary kama sisi, kuna wakati kule shule ya msingi tulikuwa na viburi vyako. Sio kile kiburi, sio kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kaka yuko pale, yuko darasa la 7. Kwa mje kuromea, naambia wewe, nitamwambia kaka sasa basi yaisha. Mimi alinikuta kaka akamaliza darasa la 7 na huku nimeshapiga mtu mkwala kweli kweli, alafu kaka amemaliza. Ilibidi nitafute kaka wa faster ambaye anaelekea darasa la 7, alikuwa la 6 wakati huo, naeka bwana uwe kaka yangu ili nikizidiwa na pakukimbilia wewe. Yoshua anatazama hawa jamaa ndio nawaaminia, walenga shabaha wazuri hawa, watu wamekimbia, wamekimbizwa na hawa jamaa. Hawa jamaa watakuwa ni kitu gani? Yoshua aliwatazama hiyo akasema, hapa sio jambo la kawaida, kuna jambo la kiroho. Naomba unisikilize hapo kidogo. Kuna baadhi ya mambo yanakukuta, lazima ujue kutofautisha kati ya uzembe wa kibinadamu na kiroho. Kuna shambulio kwenye ndoa yako linaendelea, ukilitazama lazima utazame, uangalie hivi, Mungu akupe uwezo wa kupambanua kwamba hiki kinachoendelea ni matamanio ya kawaida au kuna vita ya kiroho inayoendelea. Huu mgogoro nao uona hapa unaoendelea ni mgogoro wa kawaida au kuna vita ya kiroho? Ukigundua ni vita ya kiroho, pambana kwa nguvu za kiroho. Haleluya. Angalia ile fungu linalofuata hapa kabla tujafunga somo la leo. Anasema Yoshua akayararua mavazi yake, yeye pamoja na wazee wa Israeli, wakajitupa chini mbele ya sanduku la Mwenyezi Mungu mpaka jioni, wakajitia mavumbi vichwani mwao. Wewe mama yangu, dada yangu, kaka yangu, ndugu yangu, baba yangu, naomba unitazame. Ukiwa kwenye maombi yako yale serious, unaweza ukapiga dakika 5. Yaani ukienda sana 15, na hizo 15 umepambana, maana kuna mawazo ya nyanya yanakuja kichwani, kuna mawazo ya vikoba, marejesho. Yaani katikati ya ombi, lakini kuna vita nyingi imeendelea, vitu vingi vimepita kichwani vya kutosha kabisa kabisa kabisa. Anakuambia jamaa walipoingia kwenye maombi kwa ajili ya shida ilikuwepo, walipiga magoti mbele za Bwana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ngoja tuangalie changamoto tu ya maombi ya binafsi ya kufunga. Kuna mtu hapo ukimwambia kwamba kuna siku ya kufunga anaogopa, maana hajazoea kufunga. Katika vitu ambavyo ninavipigia kampeni kwa maisha ya Mkristo ni kuwa na maombi ya binafsi, tena maombi ya kufunga. Haleluya. Na sina maana kwamba Mungu akikuona una njaa ndipo anasema ngoja nimjibu. Kufunga hakumbadilishi Mungu, kufunga kunanibadilisha mimi. Haleluya. Mungu ana upendo, sio mpaka niwe na njaa nisikie. Hapana, mimi ndiye mwenye matatizo. Kuna maeneo ambayo siwezi kumsikia Mungu kwa sababu ya uchafu wa kimwili, wa nafsi na wa kiroho. Napoingia kwenye kufunga, kuna kusafishwa kunakotokea. Lakini kuna mtu anambia tufunge, ikifika saa 6 anakuuliza. Kuna mmoja alikuwa na mkochi kwenye mambo ya kufunga, sema mchungaji, nataka unikochi mpaka niwe vizuri kabisa. Tukaanza vizuri taratibu, nikamwambia anza hivi. Siku ya kwanza, ile siku ya kwanza tukufika saa 9 akanipigia, pastor, ulisema maji nisiguse kabisa. Nikamwambia kwa funga kavu hata maji uruhusiwi, nenda hivyo hivyo. 11 hivi ulisema tunafuturu saa ngapi? na kufunga niwaambieni, najua tunaangalia jua kuzama na nini, lakini kufunga ni makubaliano. Wewe mwenyewe unaweza ukaamua unaenda masaa mangapi. Tuko sawa sawa? Nimeliongea tu kwa sababu nimegusa hiyo habari hapo, lakini sina maana nafundisha leo kufunga. Lakini kuna kufunga kwa masaa 24, unaweza ukafunga masaa 18. Yote hiyo ni kufunga. Kwa hiyo wewe umekusudia masaa mangapi? Yale masaa uliojiwekea hakikisha unayatii. Haleluya.
Kwa hiyo kufuturu sio lazima jua likizama. Tunachoangalia ni calculation ya masaa. Maana ukiniambia jua kuzama, kuna watu wako katika mataifa ambayo jua linazama saa 9 ya usiku kwa mataifa yao, wengine saa 2:30 usiku ndio jua limekaribia kuzama. Kwa hiyo hesabu masaa yako, ni masaa kadhaa, yakifika pale unaweza ukafuturu. Kwa mfano, staili yangu mimi ambayo napenda sana ya kufunga, mimi naweza nikafunga masaa yote nitakayofunga, lakini mimi futari yangu inaweza ikawa mchana au saa 5. Nikishakula chakula hicho mlo mmoja, sigusi tena mpaka ile raundi nyingine ikamilike. Kwa hata hiyo usiku yenyewe mimi siwezi kuihesabu kabisa. Ni nzuri, inakusaidia. Yoshua akaomba kuanzia asubuhi, walifunga siku hiyo. Sikia majibu ya Mungu. Anasema hivi, fungu la 7. Yoshua akasema, ole wetu Bwana Mungu, ole wetu Bwana Mungu, kwa nini umetuvusha mto Yordani ili kututia mikononi mwa Waamori watuangamize? Tungaliridhika kubaki ng'ambo ya Yordani. Fungu la 8. Bwana, niseme nini hali Waisraeli wamekimbia adui zao? Basi Wakanaani pamoja na wakazi wote wa nchi hii watakapopata habari hiyo, watauzingira na kutufuta kabisa duniani. Sasa utafanya nini kuonesha ukuu wa jina lako? Fungu la 10. Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, simama, mbona umejitupa chini hivyo? Umesikia hilo swali Yaani kuna maombi ya kujitupa chini, lakini sio hii, simama. Umesikia na umwambia hapo mbona umejitupa? Kuna mtu uko hapa umeteseka, kuna jambo unaliombea, unamlilia Mungu mara kwa mara, mambo hayaendi. Nami nakwambia katika makambi haya Bwana akufungue macho ili uone msaada wako upo karibu. Mungu akamwambia Yoshua, huna haja ya kujitupa, majibu yako wazi kabisa. Ninakuambia kuna watu katika kundi hili, kuna mtu Mungu anamwambia Yoshua ana vitu ambavyo hakutakiwa kuvimiliki. Baadhi ya mafungu sitayasoma, nataka tufike kwenye hitimisho zuri, tuingie kwenye maombi mchana wa leo ili uweze kuona kile ambacho Mungu anasema na wewe. Mungu anamwambia Yoshua kuna kitu hakiko sawa. Kitu gani hakiko sawa? Anasema kuna vitu nilisema viteketezwe. Mara nyingi fungu hili na kisa hiki kisomwa watu wanakichanganya na zaka. Lakini kiukweli tutendee haki, ili andiko halina uhusiano na zaka. Kwa sababu andiko hili linasema hivi, kuna vitu ambavyo ilikuwa viteketezwe. Mungu aliwaambia mtakapoingia katika ile nchi, mkiona miungu yao, mkiona vitu vyao, mviteketeze, msichukue chochote. Lakini ukiangalia stori ya Akani, maana mnaijua vizuri, tutaangalia vizuri tena wakati wa jioni, anasema ya kwamba alipofika pale akaona vazi akalichukua. Nami nataka niwaambieni, Mungu hachanganywi na miungu mingine hata siku moja. Usije ukatarajia kuona matendo makuu ya Mungu ili hali ndani kuna vitu vingine tofauti. Waombaji wote wanajua hili. Kuna wakati mnamwombea mtu hafunguliwi, inachukua muda mrefu, inabidi ukae naye pembeni umuulize, hebu nisimulie kuna nini? Sio kana kwamba Mungu hana uwezo, sikio lake sio zito, kuna nini? Kuna mwingine anakuwa kweli kuna jambo anakutajia kabisa, kuna hiki na hiki kipo mahala fulani, na unakuta mwingine kuna vitu alividharau akachukulia kama ni kawaida. Nakumbuka kuna mmoja ambaye tulihangaika siku 4 mfululizo, lakini na mimi nilikuwa kama napotezea sauti ya Roho Mtakatifu, muulize. Nilikuwa naona kama kawaida. Mwisho kabisa nikamwambia, hebu nisikilize ndugu yangu. Alikuwa ni kijana, alikuwa anasoma form 4 wakati huo. Kuna nini? Akaniambia, mchungaji, mimi nimebatizwa, sina chochote, niko sawa sawa. Lakini baada ya kujadili kwa kina kabisa, ndipo anasema, nimekumbuka. Anasema kuna pete mganga alitupatia kwamba tukiwa kwenye mitihani ndio tuvae, na wenzangu wako 4. Nikamwambia ile pete iko wapi? Kaenda akaichukua. Alivyoileta tukaweka mafuta hapo na kuchoma. Kiukweli haikuungua yote kwa sababu ni shaba, lakini baada ya ile pete kuiharibu kwa staili hiyo, yule kijana akafunguliwa saa ile. Ukiona unashindwa vita yote ya kiroho, ya kiuchumi, kaa chini, anza kujitathmini. Kuna nini? Katika vitu vinavyokwamisha watu hasa kujibiwa maombi, moja wapo ni hiki, ni nadhiri zisizotekelezwa. Ni moja wapo ya sababu kubwa. Wakati unapoomba, anza kujiuliza. Biblia inasema ni heri usitoe kuliko kutamka na usitimize. Na wakati wa mikutano kama hii ya uhamisho wa makambi, ni wakati wa kukumbuka nadhiri ulizompa Bwana. Ni wakati wa kutekeleza zile nadhiri.
Bwana akikukumbusha nadhiri uliyompa. Ulimwambia Mungu, utakaponitendea. Na wengi wanachanganyikiwa nikisema hili kwamba tekeleza nadhiri yako. Wanasema lakini mchungaji, kuna jambo ulimwahidi Mungu, huenda linaniwinda. Ili likuwinde kuna masharti yafuatayo. Haliwezi kuwinda tu, lazima kuna kitu, kuna masharti yafuatayo. Endapo ulimwahidi Bwana ukamwambia ukinitendea hivi nami nitafanya hivi, na Bwana akawa mwaminifu akatenda, lakini wewe hukutenda kile ulichomwambia. Ikiwa umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia, mchungaji, hapa sitaki nikuache. Tumeelewana hapo? Nirudie. Unamwambia Bwana ukinitendea hivi nami nitakutendea hivi. Bwana akawa mwaminifu kwako, akakutendea kile kitu ambacho Mungu ulimuomba, lakini wewe hukutimiza ile nadhiri uliyomwekea Bwana. Hapo hiyo nadhiri itakuwinda. Nimenyamaza kidogo ili ingie akili. Hata mimi naye kuhubiri hapa, kuna vitu kuhusu Mungu sielewi, na mojawapo ni hili silielewi. Hivi ni kwa nini ukiambatanisha ombi na nadhiri ni kana kwamba linajibiwa haraka au linapata majibu? Hiyo katika utafiti wangu kusoma vitabu kuhusu maombi sina majibu, lakini na mimi nimekigundua hiki ndivyo kinavyofanya kazi. Mara nyingi sana ukiambatanisha ombi na nadhiri straight. Hata mimi nayeongea na wewe nina maombi yangu ambayo nimemwambia Mungu, na wakati kuna moja ambayo Mungu amenijibu mwaka huu, niliomba karibia miaka 3 iliyopita, lakini niliambatanisha na nadhiri. Nikamwambia Mungu, kuna jambo langu hili ni zito, ni kubwa, na hili ukinitendea itajulikana ni wewe, lakini ukitenda na mimi nitakufanyia hivi. Mwaka huu Mungu akanijibu. Kwa hiyo hivi ninavyoongea na wewe nipo kwenye kikao na Mungu cha kuanza kutimiza nadhiri yake. Na mimi sielewi, ukiweka hapo ni kama vile inatokea haraka, ni kama vile umemchokoza Mungu. Lakini baadhi yetu mnaonisikiliza hapa, wanaonisikiliza katika mtandao, baadhi yetu Mungu anakutendea lakini unasahau kutimiza. Ni kikwazo cha kusonga mbele. Adui zako watakumaliza kwa sababu hujajua. Muondolee Bwana ile nadhiri, utaona matokeo katika maisha. Mcha Mungu, usikae na hirizi kwenye nyumba yako. Acha. Hakuna uhusiano kati ya Kristo na Beliari. Hakuna uhusiano kati ya Kristo na Shetani. Achana mambo ya hirizi. Achana na mambo ya vitambaa. Achana na sio na vitu gani umeweka huko ndani. Wewe simama upande wa Mungu na Mungu peke yake. Lakini kuna kukwama kwingine, ni uzembe kabisa. Tutaona jioni, kwenye somo la jioni, Joshua alichukua hatua gani? Na wewe kuanzia leo unapochukua hatua ya kuondoa nadhiri uliomwekea Bwana, ondoa nadhiri, ondoa viapo vyako, ondoa hivyo vitu katika maisha yako ili njia iwe nyeupe. Lakini kingine, zingatia kanuni za asili. Moja ya kanuni ya asili ni hii: heri wenye rehema, maana wao watapata nini? Watendee watu mema. Naomba usimame. Inawezekana, mimi sijui, lakini inawezekana kuna kitu fulani ambacho unaona kila siku ukipiga hatua unarudi nyuma, lakini sababu hujui ni nini. Lakini mchana wa leo wanasema, mchungaji, nahitaji Bwana anifungue macho nijue ninapokosea ili nichukue hatua. Na unamwahidi Bwana mbele zake, sasa sio mbele yangu, maana mimi ni binadamu kama wewe. Unamwahidi Bwana mbele zake ya kwamba atakapokufungulia macho na kuona makosa yako, uko tayari kuchukua hatua kuyarekebisha. Ikiwa hili ndilo ombi lako, wewe tembea uje hapa mbele tuombe pamoja. Unasema, Mungu, nina jambo naona sisongi mbele, nakosea wapi hata mimi sielewi, lakini ukinifungua macho na kuona makosa yangu, niko tayari kuchukua hatua. Sogea uje hapa mbele. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, mtini alinifilia, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu
Yesu na asifiwe. Na kuachia dakika chache, ukiwa umefumba macho yako, ongea na Bwana ndani ya moyo wako. Mwambie kile ambacho unaona kwamba hakiendi. Ikiwa ni vitu kadhaa, vitaje ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana, kuna hiki na hiki na hiki, kila nikipiga hatua sisongi. Nifungue macho nijue nakosea wapi. Baba yetu na Mungu mtakatifu, zipo hatua za kiroho tunajaribu kupiga kila siku. Yako mambo ya kiroho ambayo tukidhamiria awamu hii ya kwamba nitapiga hatua hii, nitafanya hivi, tunajikuta tumerudi nyuma. Yako mambo ya kimahusiano katika ndoa, tunaweka mikakati na mipango kabisa kwamba nitarekebisha hili na hili katika ndoa yangu, lakini unajikuta tena umerudi nyuma kule kule katika makosa ya zamani uliokuwa unayafanya. Baba, kuna mambo ambayo kila mmoja wetu anapokuja kwako anayo ya kiuchumi. Mtoto wako anapiga hatua fulani, anawaza nitapiga hatua hii na hii, lakini anakuta kwamba kuna mahali amekwama. Yako makosa ni ya kwetu wenyewe, yako mengine ni mashambulio ya kiroho. Lakini katika yote haya, iwe ni ya kiroho au ni makosa yetu, ziko hatua tunatakiwa kuchukua ili kujikwamua na kutoka hapo. Upofu umekumba macho yetu, hata hatuoni. Tumeishia kulaumu watu badala ya kuangalia tumekosea wapi ili tuchukue hatua. Nami nakusihi Mfalme, katika masaa haya, kila mmoja ambaye uso wake umekutazama wewe, akihitaji kufunguliwa macho ya kiroho ili kujua wapi amekosea, naomba ukapate kumfungua macho. Watoto wako walioko hapa na wengine ambao wanatazama kwa njia ya television, wote tumeungana kuwa kitu kimoja. Fungua macho yetu tuone pale tulipokosea, na ukatufundishe kuchukua hatua, likatimie neno lako ulilosema, nitakuongoza njia utakayoiendea, jicho langu likikutazama. Ukatuongoze tuchukue hatua gani. Ikiwa kuna nadhiri, tukumbushe, tupe uwezo wa kuanza kuzitimiza. Ikiwa kuna jambo fulani la kiroho ambalo natakiwa tuweze kulichukulia hatua, iwe ni kufunga, iwe ni kuomba, tufungulie macho. Iwe ni huduma kwa jamii, tufungulie macho tuweze kuona. Na tukishaona na kuchukua hatua, mwisho wa yote utukufu na kurudia wewe. Asante, maana umeanza nasi kwenye kambi hili ukitufundisha kuomba ombi la kufunguliwa macho. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Bwana wabariki.